Ndugu mgeni rasmi, watu wenye ulemavu wa kiziwi wanashindwa kupata huduma katika ofisi za jamii kama vile hospitalini, vituo vya polisi, kwenye halmashauri, mahakamani. Hiyo ni kutokana na kukosekana kwa wakalimani wa lugha za alama kwenye ofisi tajwa hapo juu. Changamoto ya tatu, miundombinu baadhi ya majengo ya serikali na watu binafsi bado ni kikwazo kwa watu wenye ulemavu kuzifikia huduma kwenye majengo. Kuna majengo yaliyojengwa nyuma, tuombe wanapofanya marekebisho wafanye maboresho ili watu wenye ulemavu tuweze kufika kwenye huduma pasipokuwa na shida. Changamoto ya nne, wanawake wenye ulemavu hawana mazingira sahihi ama mazingira rafiki kwao wanapofika hospitalini kwa ajili ya kupata huduma za kujifungua, mfano vitanda na usiri hakuna. Fedha ili tuweze kufaika nazo, tunashauri yafanyike mambo makuu yafuatayo. Kupitia vikundi tukopeshwe vifaa vya uchimbaji na sio fedha. Namba 2, kuwepo na dirisha maalum, yani online portal, ikiwezekana hata website, kupitia walezi wa vikundi, maafisa maendeleo, mtendaji wa kata, maafisa ushirika, mrajisi wa vyama vya ushirika vinavyohusiana na uchimbaji kwa maana ya Minerals Cooperative Primary Societies. Tukopeshwe vifaa kupitia fedha zilizotengwa kwa ajili ya kuwawezesha vijana wachimbaji madini, hivyo kupitia wao vitufikie wachimbaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema, muda wa kurejesha ile 10% kwa walemavu, ili mheshimiwa, ni swala la kisera, hatuwezi kuliongelea kwa sababu muda uliopangwa kwa mujibu wa taratibu inategemeana na mradi unaotekelezwa, lakini mradi unaotekelezwa au uliombewa mkopo, sharti mkopo urejeshwe ndani ya mwaka mmoja au miwili na mwisho ni miaka mitatu. Kwa hiyo nategemea na ukubwa wa mradi na faida ya mradi ambayo itaweza kurejesha kwa installment ya kila mwezi deni lililokopeshwa. Mimi nishukuru kwa sababu ni kwenye hili shirikisho niko nalo karibu sana na viongozi wao sana, ingawa wana changamoto ambazo huko nyuma kupitia shirikisho lao walitengeneza SACCOS ambayo ilipewa fedha nyingi tu kwa ajili ya mikopo toka kwenye mfuko huu wa 10%, na wao walikopesha watu wao ambao kimsingi wengine hawakuwa waaminifu. Kuna mikopo ambayo haijarejeshwa mpaka leo hii, na ukiangalia hata maombi ya watu wenye ulemavu hatupati, kwa sababu wengi waliokuwepo kwenye lile shirikisho wanadaiwa. Kwa kundi la watu wenye ulemavu, napenda niwape moyo, niwatie moyo. Mwaka huu 2025, kwa wanaofuatilia kwa ukaribu, tumeongeza katika viti vya Chama cha Mapinduzi, vile viti maalum, tumeongeza viti vya kundi la watu wenye ulemavu kutoka 2 kwenda vingapi? 4. Lengo ni kuongeza sauti, na ni Chama cha Mapinduzi pekee ambao wana huo mgawanyo, kwamba ndani ya viti vyao vya uwakilishi kutakuwa na makundi maalum. Kuna walemavu, kuna wafanyakazi, kuna NGO na kuna kundi la vyuo na vyuo vikuu. Mna wawakilishi bungeni, na Chama cha Mapinduzi kimefanya mgawanyo huo kurahisisha kuwasilisha kero na changamoto za makundi yote zifike kwenye chombo cha kutunga sheria. Hoja zenu ziko wazi, zina mashiko, hoja ambazo zinaeleweka na hoja ambazo zimeenda shule vizuri sana. Hakuna hoja hata moja ni ya kupinga. Kwenye hii taarifa niwaambie tu, hii taarifa na mimi nitaiwasilisha kama ilivyo, kwa maana hakuna mapungufu. Kutuona, lakini bahati nzuri dada yangu mdogo wangu alijibu masuala ya wachimbaji.
na akasema hata mkitaka mikopo ya vifaa vipi watawapa, si ndio eh? Kwa hiyo hapo kazi ni moja tu, kuongeza mawasiliano na ushirikiano. Ikiwapendeza mkutane basi ofisini, muangalie namna gani na maeneo gani ambayo mtaenda mnaongea moja kwa moja hivi mnamalizana, si ndio? Mimi ninachoahidi kitu kimoja, nitarudi. Kama kupongezana tupongezane, kama kusutana tunafanyaje? Hapa nitarudi. Mimi sitaki kwamba tumekuja hapa eti tumefanya siasa alafu tumeshika njia tumeondoka. Hapana. Mimi nataka tunapotenga muda kukutana kuzungumza, basi tufanye kweli. Halmashauri kwa fanyeni utaratibu kwanza, wawe kikundi na watimize masharti, wapeni milioni 15 isishuke. Kama wana fursa ya kupata zaidi, nije kuona wamefanya mambo makubwa kama hawa wanawake kwenye hiyo, na muangalie namna gani mtaweza kuwasapoti lile jukwaa la wanawake. Na waahidi mkifanya utani wale kina mama wanawalaza, wanawagaragaza kabisa. Hivi vitu havihitaji fedha, vinahitaji uthubutu. Si mmenielewa vijana? Maana mimi huko nimesha staafu. Vinahitaji uthubutu, utayari na umakini. Mimi katika vijana ambao siwezi kutegemea wanalilia ajira ni vijana wa Kahama. Fursa zilizokuwepo Kahama, nisingetegemea nikasikia kilio cha vijana na ajira. Hapo vipi? Mimi sitoki Kahama ama nakosea? Naamini mna ardhi ya kutosha, lakini ruzuku na faida ambazo sasa hivi na mipango skimu zilizopangwa kwenye kilimo, yaani vijana wa Kahama hapana.